kwa hivyo wakafikia huko tu na mguu mpaka wakafika huko Kenya. Wakuria wa Kisii na Musuba ndugu yake wakiwa watatu walikuja ndani ya mtumbwi wakafika huko mahali naitwa Gosi. Gosi ni mawe yako ndani ya Lake Victoria juu ya Rusinga. Wakafika mahali naitwa Bugingo, mahali Wajaluo leo wanaita Migingo. Wakaona inchi eastward tambarare mzuri sana imelala, wakaenda wakatua hapo ni Gwasi. Wakakaa Gwasi hapo kwa muda. Siku ingine mvua ilikuwa imenyesha asubuhi, wakaona mlima inatokea kwa mawingu eastward. Achata. Hiyo mlima ni Manga. Mukisii ndugu yao akatamani aende kwa hiyo mlima aone hiyo mlima iko wapi. Akaenda huko kwa siku mbili akalala huko. Aliporudi akawaambia huko inchi ni baridi. Na Wajaluo wanakaa iko mahali kidogo huko panaitwa Mukisero. Lakini yeye alitaka aende kukaa Manga. Mukisii aliondoka pale akawacha ndugu zake wale wawili wakikaa, akaenda Manga. Huko Manga ilikuwa ni baridi na tena hakuna watu. Yule Mukisii hakuenda kukaa pale Manga, alitamani alikaa karibu na Mukisero, karibu na Wajaluo. Ikambidi awe rafiki yao Wajaluo walikaa karibu nao. Mukuri alibaki pale na Musuba ndugu yake. Mukuri akasema yeye anaenda mbele aone huko iko namna gani. Akaondoka na mtumbwi akaenda mpaka huko Musoma, akapita akaenda Mugango. Akapata Mugango ni nchi tambarare. Akakaa huko, akajenga, akafuga ng'ombe. Ng'ombe ikatoa maziwa mengi. Akaona ile ni nchi mzuri. Akarudi akafanya safari ya kuja kuona Mukisii ambaye alienda Manga aone yule anakaa namna gani. Alipokuja huko Kimanga akapata Mukisii hayuko. Mukisii alikuwa amejenga Mukisero karibu na Wajaluo. Na ndio sababu majina ya Wakisii yamechanganyika na ya Wajaluo. Kwa sababu Mukisii alienda akakaa kwa wale, akaona yale pia ni majina mzuri ya kutumia. Mukuri alipokuja kumtafuta Mukisii anakosa Manga, akaambiwa yule mtu anakaa huko chini, mahali leo panaitwa Mukisero. Mukisero huko akapata Mukuria Mukisii amekaa. Akamugombeza kwa nini alienda kukaa karibu na hao watu, na alisema anaenda kukaa mlimani. Akamuhamisha mchana, wakaenda Manga. Wakaenda wakajenga nyumba. Wakamaliza hiyo nyumba, wakalala huko na huyo ndugu yake. Asubuhi waliteremka Mukisero na kuchukua wanawake na watoto wakapeleka huko. Wajaluo hawakujua huyu alienda wapi. Leo ukipata Mukisii anakuambia twaba gulete kiti kya Nyasore. Maana yake Mukuri alipoenda kuona ndugu yake, Mukuri alikuwa ni mwenyewe, alikuwa amebeba bangi. Hiyo bangi Wajaluo walipoiona wakafurahi, wakajaribu kuijaribu namna gani, wakaitumia ikawalewesha. Hata Mukisii alipohamisha ndugu yake, Mukuri alipopeleka Mukisii huko Manga, hawakujua, walikuwa wamelewa. Sasa leo Wakisii wanataniana na Wakisii, twaba gulete kiti kya Nyasore. Na Mukisii naye anasema twae tabagere enkumba na maemba yekirunguri. Hiyo ni matani wanafanyana, kwa sababu kama Mukuri kutoka Mugango aje kuona huyu ndugu yake Mukisii, Mukisii angekatalia Mukisero na angekuwa Mukisii leo anaongea Kijaluo vile Musuba alifanya.
Mukuria alikasirika, akabeba ndugu yake akampeleka Manga, na huko Manga Mkisii alienda akakaa vizuri mpaka watu leo wanajaa Kisii kwa sababu ya hiyo Manga mahali Mukuria alimpeleka kukaa. Mpaka Mkisii leo anajitapa, anasema Manga kitutu enda Yenchogu. Kama Mukuria kutoka Mugango apeleke Mkisii kukaa Manga, amwache Mukisero enda Yenchogu, isinge kwako. Wakisii wamekuwa wengi kwa sababu Mkisii alikubali kwenda Manga, ila aliona kwa mlima mvua imenyesha asubuhi wakiwa Gwasi. Mukuria alienda kakaa Mugango, ng'ombe ikatoa maziwa, Mukuria akajaa huko Mugango mpaka anarudi anahama, anasonga magharibi, anaenda huko Majita, leo inaitwa Majita. Huko kuna mlima mrefu, akapanda ile mlima inaitwa Mutiro. Na hiyo Mutiro ndio imefanya Mujita akajulikana. Hiyo mlima ndio mrefu kuliko yote Mara. Ukipanda Mutiro huko saa hii utaona kianja hii hapa. Na hiyo Mutiro iko mwisho ya bahari kabisa Lake Victoria. Ile njia ya kuendea Ukerewe. Mjerumani alipoingia huko akapata mlima iko mrefu, akauliza watu ile mlima iko wapi na inaitwa nini? Wakamwambia mlima inaitwa Mutiro. Hiyo ni jina la Kikuria. Maana yake mpando. Mjerumani mwingine akatokea Ukerewe, anauliza ile mlima ninaona kando ya baharini huko ni ya wapi? Atile mlima inaitwa Mutiro. Ni neno la Kikuria ambayo ina maana ya mpando. Mukuria akaenda akakaa huko. Mjerumani huko. Kwa sababu Mjerumani aliingia, alikuwa anatembea na watu wengi, wengine kutoka humo, wengine kutoka nchi nyingine. Wasoga ambao walitoka Uganda walikuwa huko pia. Wale Wasoga wakapendezwa na hiyo Mutiro, wakakaa huko pia. Ni Wasoga hao ndio walibadilisha system za Wakuria. Wale walikaa huko kwenye Mutiro, badala ya kusalimiana bukeye mura, sasa wanawafundisha kupiga magoti. Ndio leo Wajita wanapiga magoti kwa sababu ya bukeye imeachwa, ilikuwa ni salamu fupi. Musoga anasalimu mtu kama anatulia, anasimama. Sasa leo salamu ya Kijita sio bukeye, bwacha. Hiyo bwacha inamini bukeye, ambayo inamini kwa Kikisii bwakire. Ujue hiyo ni neno moja tu, ilikuwa salamu yao wote. Watoto wa mtu mmoja, Mukuria, Mkisii, Musuba. Leo Mkisii anasema bwakire ndio yao ya Kikisii. Mukuria anasema bwakire, bukeye. Mujita anasema bwachamawe. Kwa sababu ya Waganda waliingia wakaribu ile lugha ya Kikuria ikuwa moja, ikawa lugha mchanganyiko. Lugha ya Kijita ni mchanganyiko ya makabila wale walikuwako Mara, lakini asili yao ni Wakuria. Makabila mengine yakaingia ndani, mengine kutoka Burundi, mengine kutoka Kome, mengine kutoka Uganda, na mengine kutoka Rwanda, hata mengine kutoka South Africa. Ndio yamefanya Mujita anazungumuza Kikuria pasenti 60, pasenti 30 Kikuria, pasenti 10 ya makabila mengine yale yaliingia mle ndani. Ni Mjerumani alileta hiyo jina ya Majita kwa sababu alipokuwa anaambiwa hiyo mlima Mutiro unaona iko Emasita. Akienda Ukerewe anaambiwa hiyo mlima unaona iko mahali inaitwa Emazita. Kwa sababu Wakerewe wametoka huko Entebbe.
kwa visiwa inaitwa Sese Islands. Tukiwafupisha lugha kabila yao tunawaita Abasese, yani wale waliotoka Sese Island. Wao mahali Mkuria anasema chi, yule Musese anasema zeti. Ndio walitamuka masita, yule anasema emazita. Mjerumani anaandika hayo majina yote. Lakini wakimuuliza Mjerumani mwenyewe, wewe hiyo mlima iko wapi? Anasema Majita. Akaandika Majita, ndio akasema kwa hivi wale watu wanakaa karibu na hiyo mlima ni Wajita. Ndio Wajita wakapatikana ndani hapo. Babu yetu yule ambaye alitoka Mugango kwa Wakuria, mahali panaitwa Etaro, ni kijiji kingine next kwa Mugango, mahali ilikuwa headquarters ya Mkuria. Etaro ndio huyo babu yetu alitoka huko, anaitwa Masemere. Masemere alipotoka huko alikuwa na kijana anaitwa Ng'ombi. Ng'ombi ni jina inafanana na ng'ombe, lakini maana yake ng'ombi kwa Kijita ni tarumbeta. Ile tapensi ambayo inapigwa inasema buu buu, hiyo ndio inaitwa ng'ombi kwa Kijita. Na jina yake unaona inafanana na ng'ombe. Na neno la Kikuria asili ya ng'ombe sio ng'ombe. Ng'ombe ni Kikuria phase 2. Inga. Kama ni nyingi, chinga. Hiyo chinga ndio Wajita wanatumia mpaka leo. Ingawa Wakuria walirudi wakaongeza ng'ombe juu yake. Yule ng'ombe ambaye wanafuga Wajita wanamuita inga. Na nyingi zinaitwa chinga. Hiyo ndio neno asili ya Kikuria. Wajita wamemaintain hiyo, lakini Wakuria hapa saa hii wamebadilisha, wanatumia ng'ombe. Wajita ni Wakuria wale wale waliochanganyika na Wasoga na Waganda, wakaita huko Majita, kwa sababu Mjerumani alishindwa kusema emazita, na akiambiwa na Mkelewa anasema emazita. Yeye akusema zeti wala S, akatumia J, kwa hivyo ikawa Majita.